mwanzo na mtangazaji mwenzangu kwa lugha ya ishara ni Damian Evans. Idadi kuu ya wenyeji katika vijiji vya sehemu ya Manda karibu na kambi ya simba iliyovamiwa hapo jana wanayahama makao yao. Hali hiyo imetokamana na shambulizi haswa baada ya milio ya risasi kuendelea kutapakaa, huku wakishuku huenda wanamgambo zaidi wako katika msitu jirani wa Boni tayari kuathiri. Jumla ya vijiji 6 sasa vimesalia mahame, kukiwa na idadi ya chini ya 20% ya wakazi katika vijiji hivyo waliobaki baada ya shambulizi la kambi ya kijeshi ya Simba jana alfajiri katika sehemu ya Manda, kaunti ya Lamu. Idadi kuu ya wenyeji sasa wamehamia kituo kikuu cha biashara cha Hindi, wengine wakitapakaa maeneo mengine ya Lamu yaliyo salama na watoto wao wakihofia usalama wao. Sisi tukaamua tuweze kwenda kwa sababu hata wakati walipotuvamia tena walianza na hiyo milio na baadaye wakaweza kuwa watu wengi sana. Ile hofu ya watu kuliwa ndio ilifanya wakati tulisikia hiyo milio tuweze kutoka na vitu vyetu. Hapa nimebeba nguo tu. Kuna wengine wenzetu tulipoteza, sasa sijui wako upande gani. Ndio sasa tumekimbia tukafika huku ndio tufanya kusaidiwa hapa. Na tunataka serikali atusaidie kwa sahihi kwa sababu kuna wengine sasa hata hatuko kwa mkono sahihi. Kwa Hassan Chonde ambaye ni mkulima na mwenyekiti wa shirika la kijamii katika kijiji cha Magogoni, ni afueni kwao kutokana na uzito wa shambulizi la jana. Anadai kuwa kama si jitihada za maafisa wa KDF baadhi wasingeiona siku ya leo. Nashukuru kwa sababu KDF kama hawangeweza kucontrol ingetufikia hata sisi. Nimeona wamefanya bidii kwa sababu kama si wao mpaka sasa hivi wangekuwa wametufikia. Na wao pia wamefanya kazi kwa sababu hiyo vita haikuwa vita kidogo. Ilianza saa 10:30 hapo, saa 11 ilikuwa inachacha, lakini mpaka saa 6 mchana tulikuwa tunasikia bado milio inaendelea. Huku asilimia kubwa wakihama na familia zao, shule zote ukanda wa Manda zilikosa kufunguliwa tayari kwa muhula mpya hii leo. Hii itatatiza masomo. Kesho najua Kauthara Primary pengine haitafungua kwa sababu wazazi wengi wametoroka. Kwa hivyo hakuna vile wataleta watoto pale, na kuna hii hali ya usalama si mzuri. Lakini tuna imani serikali itafanya kitu. Mimi ningeomba serikali ije iweze kutuelekeza kutoka hapa tutaelekea ama itakuwa namna gani. Ulinzi wetu uko salama. Tunaomba tu serikali kuu na serikali ya kaunti waingilie kwa sababu hao watu wameacha watoto, wametawanyika. Wasaidiwe kwa chakula. Kama mimi hapa kwangu utaona hata mfugo bado hatujafungua kwa sababu tunahofia usalama. Hata mbuzi baka sasa wako ndani, tunajaribu kutafutia nyasi wakule wakiwa hapo ndani. Kwa hivyo hii imeathiri paka mifugo, binadamu. Kuna manyanya wazee wengine wameacha nyuma, wametoroka. Tunaomba serikali waingilie na watutumie askari hapa karibu. Shambulizi la jana lilipelekea kuuawa kwa mwanajeshi mmoja wa Marekani na wanakandarasi 2, huku idadi ya waathiriwa kutoka upande wa Kenya ikiwa haijajulikana kufikia sasa.